Ndugu wapendwa, katika somo la Injili Yesu anataja hali mbili ambazo ni za kawaida kwa mfuasi ama yoyote ambaye ameamua kuchukua njia ya kumfuata. Anataja njia ya maumivu na njia ya furaha, njia ya neema na njia ya mateso. Anataja kupokelewa na kukataliwa, na hayo yote anayathibitisha kwa kusema kwamba kama yeye walimfanyia hivyo, na hao wanaoitwa kwa jina lake watafanyiwa hayo hayo. Ikiwa waliniudhi mimi, watawaudhi ninyi. Ikiwa walilishika neno langu, watalishika na lenu. Hizo hali ni uhakika wa maisha na hazikwepeki, na ndiyo njia ambayo tunaielekea. Na katika kufikia hatua hizo, ukifika wakati wa neema, usifurahie maisha kana kwamba hazitakuja nyakati hizo nyingine, ama zikija nyakati za mateso usifikiri kwamba ni Mungu ameniacha na ukaanza kuimba zaburi ya namna hiyo, Mungu wangu mbona umeniacha. Kuna wakati anatupitisha na kuturuhusu tupite katika njia hizo kama walivyopita wengi kati ya mitume. Paulo, mnakumbuka, aliambiwa nataka nikuoneshe jinsi unavyopaswa kuteseka kwa jina langu. Petro mahali pengine alisema kwamba angalimfuata popote, lakini na pia wale wengine wakasema kukinywea kikombe, lakini wakaambia sio wakati huu, lakini kuna muda ambapo mtakinywea, kuna saa itakuja mtapita katika maumivu hayo. Huo ni uhalali, ni uhakika wa ufuasi. Sasa sisi wapendwa mafrateri ambao bado tuko mpo katika njia hii ya malezi kuelekea hatua hiyo ya kuwa wahudumu wa neno la Mungu, mnaweza mkaa mnapitia kwa nyakati zenu mengine madogo, labda mwingine akiangalia ataona ni madogo, lakini katika hali zenu ni makubwa, ni magumu. Unaweza kuona frate mwenzako yuko anafurahia, anashangilia huko nje, anacheza wapi kwenye mpira, lakini angekufungulia moyo wake hivi ukaangalia wakati anaopitia kwa muda ule unavyomuona anafurahi, utashangaa. Kwa sababu gani? Mengine tunayabeba kama siri. Lakini hayo wapendwa, hatupaswi tu kubaki nayo, kung'ang'ana nayo kama siri. Tutoke pia tuongee. Si yote tunaweza kuyabeba wenyewe. Wakati mwingine ni kama Simoni wa Kirene anayeshika msalaba na Yesu. Yakikuzidi, toka huko nje, funguka, ongea na watu. Sio ukajikuta unachanganyikiwa chumbani. Juzi wakati tunaongelea habari ya hao wanaoenda kuhubiri mara baada ya mkutano wa Yerusalemu, nilisema kwamba wamepewa mamlaka kwa barua waliopewa, na wana maudhui yani kitu gani wakafundishe. Leo kuna kitu kingine kimoja cha ziada tunakiona katika somo la kwanza, ambacho hicho hakifundishi popote, sio theolojia wala filosofia wala si mahali pengine popote. Busara ya kichungaji. Mmeshasikia mahali pengi pastoral prudence. Mnakumbuka kwenye mkutano wa Yerusalemu waliafikiana kama hawa si Wayahudi tusihangaike nao kuwasumbua, kwamba watahiriwe wasitahiriwe sio kigezo cha kuingia katika Ukristo. Na baada ya kupewa ile barua wanaambiwa pia msiwabugudhi watu kwa kuwalazimisha mambo hayo. Leo tunaona Paulo anaondoka na Timotheo ambaye na baba wa Kiyunani ama wa Kigiriki na mama wa Kiyahudi. Paulo anaenda anamchukua akahudumie ama akahubirie jumuiya ya Wayahudi. Yeye hajatahiriwa, asili yake kwa maana ya utamaduni unachukuliwa kule kwa mama. Kwa hiyo hata kama baba ni Myahudi, yeye anahesabiwa kwa vile baba ni Mgiriki, mama Myahudi, yeye anahesabiwa kuwa ni Myahudi kwa upande wa mama. Lakini asiyetahiriwa anaenda kuwahubiria waliotahiriwa, ingemnyima ujasiri. Japo walishakubaliana hakuna haja ya kutahiri ama kulazimisha hayo, yeye anatahiriwa, kinyume na mkutano uliofanyika kipindi kifupi kilichopita. Si kwamba wanavunja sheria, ila ni swala hilo la hekima ama busara za kichungaji. Anavyoenda kuwahubiria wasingemwambia hebu tuone kama umetahiriwa. Hapana. Ni swala tu la ujasiri naye kujisikia mbele ya watu kwamba mimi ni mmoja kati yao, ama mimi nitajisikia wa hadhi ya chini ukilinganisha na wao. Anatahiriwa. Wapendwa, kutahiriwa huko kwa ngozi ya mbele ya mwili, ya sehemu ya mwili, sisi tunaibadilisha katika kutahiri roho zetu.
na tunavyotahiri roho zetu, hiyo inatupa ujasiri kusimama mbele ya wale ambao tunawafundisha. Fikiria wewe ni mlevi wa kwanza, unaenda kuongea na waumini wako, unaambia msilewe, na kesho watakuona kwenye kilabu, ama jana walikuona. Unakosa ujasiri. Hayo yote ambayo yanatunyima ujasiri yanaweza kawa ni sehemu ya mateso binafsi ya ndani, kwa sababu mateso ambayo Kristo anaongea, kuna mateso ya nje na mateso ya ndani. Mateso ya ndani ni yale ambayo tunajitakia sisi wenyewe. Mateso ya nje, kukataliwa kwa nje, ni yale ambayo yanatoka kwa wengine, watesi wetu. Wiki hii mmesikia kuna mapadre 2 Kenya wameuawa kwa kupigwa risasi kwa nyakati 2 tofauti kwa wiki hiyo hiyo mmoja. Wiki kadhaa nyuma, mnakumbuka Padre Kitima alipigwa kule Dar es Salaam kwa sababu ya kusimamia ukweli. Hayo yote yanatupata, mateso ya nje na mateso ya ndani. Yanavyotupata tujiulize, tumejisababishia wenyewe ama yamesababishwa kwa sababu ya ufuasi wetu? Kama ni kwa sababu ya ufuasi, na tumtukuze Mungu. Kama ni kwa sababu yetu sisi wenyewe, tuombe neema yake na kujisaisha katika mapungufu yetu. Tumsifu Yesu Kristo.